السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نشكر tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa leo ni siku ya wanawake na mimi nimezaliwa siku ya leo ili niwazalishe wanawake. Na bahatika leo ndo siku ya birthday yangu. Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu na afya njema, tuweze kuitumikia dini yake, tuweze kumtumikia mtume wake na tuweze kutumikia umati wake. Haya ndio matamanio tulionayo. Ndugu zangu, walozungumza mwanamke, Mwenyezi Mungu awajaze kheri, na alopanga kuzungumza mwanamke najua anakosa, alifanya kalazimishwa. Mara hii maulidi lazima uzungumzie sisi, na ikawa hana budi, lazima tusikilize. Pole, ndivyo alivyo. Amewekewa vikwazo nyumbani, wili usizungumze mwanamke mareni uone. Lakini ana budi aipange hiyo mada. Ndivyo walivyo wanawake. Hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitueleza kwamba wewe mwanamume, alika uwalishi utakao kualika wanaume wa kuitikia kama uwalishi hunu. Mashallah, madda al-basar, pengine tumevaa darubini lakini haifiki kule mwisho. Mwenyezi Mungu atakabali. Lakini hayyaza al-khairia kwa muamala wako wewe na mwanamke, akasema khairukum li ahli. Huwezi kuwa bora kwa ubora wa hakika ikiwa hujui kuwa bora kwa ahli. Na mwanamke ameitwa ahli ni kwamba amekusanya mambo yalikuwa yawe kwa wengi, lakini yeye akayaweza, ndo akaitwa ahli. Waqala li ahlihim kuthu inni anastu ahli. Yani ni kiumbe mmoja lakini amekusanya mambo ya kifamilia yote, huyu mwanamke. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kama atanabahisha, mwanamume, usiangalie nje unapokelewa vipi, nje unasikilizwa vipi, nje unatambulikana vipi, lakini angalia nyumbani. Je, ukiweko nje unapigiwa simu, mbona umechelewa? Au unapokwenda mapema unaulizwa, mbona leo umewahi? Ukijiona unaulizwa, mbona leo umewahi? Imekula kwako. Ukiona ukialia safari unaambiwa, mbona siku kidogo? Maana mbona utakaa siku kidogo? Imekula kwako. Kuna watu wakitoka, takbira zaidi zinaanza nyumbani. Allahu akbar, Allah, furaha inaanza. Na kuna watu wakiingia ndani ya nyumba, basi msiba unaingia. Hawatambulikani katika dini kwamba ndio watu ambao wana kheri. Wanawake walipata bahati katika Uislamu kuletewa salamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, ikiwa kuna kitu mtu afaa kukitamani, haswa Muislamu, ni kutamani kutaka kujua nafasi yako kwa Mola wako. Wallahi, hakuna ipi nafasi yako wewe kwa Mola wako. Leo mtu akitajwa na kiongozi
ukwambia hapa, akampigia simu mwenye channel hawa walioko, bwana, hicho kipande nataka unikatie mimi unirushie. Nini katajwa na fulani na Allani. Lakini hebu sikilize hii hadithi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, atani Jibril alinijia mimi akanambia, Khadija yuaje na amebeba chombo ndani kuna idamu, kitoweo au chakula. Akija nitolee salamu na mwambie Allah yukri'uha salam. Najua maana yake Allah yukri'uha salam, Mungu amsalimia. Mimi nimetumwa, sina lingine kuja kumwambia asalimiwa na Mungu. Kwa nini asalimiwe na Mungu? Kwa sababu alikuwa ni burudani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni pumbazi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sapota kubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu mwanamke akapata malipo hapa duniani ya kuletewa salamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Namwambie, mbashirie kwamba Mwenyezi Mungu asema amemjengea nyumba la saqaba fiha wala ta'ab. Nana kama huyo Khadija ambaye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliishi na yeye siku za kuishi na yeye. Alipoondoka Khadija, aliondoka Khadija kama Khadija, lakini alibakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hajaondoka mpaka na Aisha akasema maneno yake maarufu, ma ghirtu li ahadin ma ghirtu li Khadija, sijawahi kumfanyia wivu mtu. Mwenyewe siwezi kusema wake za Mtume, lakini kwambia mwanamke alokamilika huwa hana wivu. Kwa nini? Kwa sababu ana hakika hakuna mzuri kumshinda yeye. Kujua wewe ndio mzuri zaidi, baba hiki nani atanichukulia mimi ndote. Lakini kitabia zingine huja saa zote, huyo atajwa saa zote, atajwa Khadija saa zote, atajwa Khadija, mpaka akamwambia, wewe mtaja mwanamke alikuwa amezeeka hivi vishakunjana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasikiliza, anampa nafasi aseme, mpaka alipomaliza na kumwelezea kwamba Mungu kakupa badali njema. Na hapa tujue ni tabia ya wanawake, kila mmoja anajiona yeye ni bora kushinda mwenzake. Mtume akasema, la wallah ma abdalani Allahu khairan minha. Akaanza kuyaeleza yale mambo aliyofanya. Mwanamke katika Uislamu walielewa mahamihinna, majukumu yao. Soma wewe katika tarehe, mwanamke wa kwanza ambaye kwamba kwa sababu yake kulipatikana kuwapa, yani dhihar, kwamba mimi kulala na wewe ni kama kulala kafahari ummi, kama kulala na mamangu, kama kulala na sijui na nani yangu, kama kwa masala ya dhihari yaliyoelezewa. Lakini angalia huyu mwanamke, kwa kuwa ni mkweli na ampenda mumewe na ajua kwamba kitendo alichofanya mume hakuna tena njia ya kukutana, ambao leo wengi tukiwa tunataka ukweli wanaishi, walikuwa kwenye ndoa lakini hawanaishi nje ya ndoa. Leo kwa kesi tunazozipata unakuta mtu anakwambia, basi shekhi tufanyeje na tuzaa watoto watano? Sasa kuzaa haimaanishi itakuhalalishia, au kutojua haimaanishi. Jamani, ujinga katika sharia umepewa nafasi kwa watu wawili. Mtu ambaye kwamba nashaa bibadiyatin baidatin anil ulama, kaishi vijijini, hakuna redio, hakuna masomo, hajui lolote.
ni hao watu wenye kutawadha mara mbili. Ndio kutawadha mara mbili. Siku moja jamaa alienda kijijini huko akakuta imamu anafalisha kwenye sijda, akatokwa na riahi lakini ya sauti mwenyewe akaendelea na swala tu. Jamaa alianza swala kumwambia vipi bwana, si umevunja swala, umevunja udhu? Akasema lakini utawadha mara mbili, mlikuwa nao spare. Anaweka udhu spare. Ni wafasiri ya kwa nini mimi nikaikuwa mwisho. Sio mimi mzungumzaji bora, lakini watu walikuwa anajua watu watakuwa wametoka toka hawa sababu maneno ya elimu makali. Leo kuna elimu hapa kama hivi. Tunajuana mimi na sela mwenzangu. Sasa ingine wallahi jamani, kuna watu wanapenda sauti, kuna watu wanapenda elimu. Kullu hizbin bima ladayhim, apenda sauti na kukusanya sauti, apenda elimu atakusanya mtu wa elimu. Aya, wa fi dhalika falyatanafas. Kuna watu wanaishi jamani, kapekue ndoa yako. Maana kuna watu jambo kidogo tu, wewe si mke wangu, jambo kidogo mimi kulala na wewe siwezi tena kulala na wewe, kama kulala na mamangu kisha najisabu nilikuwa na hasira. Wewe ushamwona mtu kafurahi kama mume wake, ndio na furaha na kuacha haitokei. Swala mahala pake kutangulia ugomvi, kumbabu kama mwenyewe mjinga mjinga mwenyewe jenzi mwenyewe, mwishowe atafika kwenye kutalikia. Lakini hakuna talaka ya ndio tunafurahisha wallahi na swali kujua hakuna naacha meno wazi. Mwanamke huyu kwa kuwa ana mapenzi ya mumewe, sema ya Rasulullah, huyu mume alinioa mimi bado msichana spring chicken, ameishi na mimi, amenizalisha, tumbo limetawanyika, kifua kumekuwa hakujulikani, yani mwili sasa umekuwa yani salalwaga. Mimi nilikuwa yani ukiniona sasa amekuwa sasa. Alafu leo aje anambia mimi kulala na wewe kama kulala na mamangu. Ya Rasulullah, tuna watoto hapa. Sasa sikiliza wanawake wanapoelewa mahamiha, majukumu. Anagawanya majukumu mwanamke. Asema hawa watoto nikikaa nao mimi yao watashikwa na njaa, siwezi. Nani atawalisha? Mimi siwezi kwenda kuvunja kuni, siwezi kwenda kufanya biashara, siwezi. Watoto nikibaki nao mimi peke yangu watashikwa na njaa. Nani kimwachia yeye? Wao watapotea. Hili baba halina nafasi ya kukaa na watoto. Ni mbio tu ya dole watakukaribia. Hao watoto watakapoangaliwa, watakapoongezwa, watakabadilishwa, wataka. Kila mmoja kampa nafasi yake. Hawa ndio wanawake walioelewa kwamba mimi mama ni rabbata baiti. Sasa wewe mama utoke, baba atoke, na watoto nao wametoka, na mkija hakuna nafasi ya kukutana. Mama ametoka, baba ametoka, watoto wametoka. Nyuma ya watofu sasa hivi. Hii ndio hali tunaoishi. Yaani watu wengi siku hizi wanafuga watoto, hawalei watoto. Unajua kufuga? Kama unakufuga ng'ombe wa maziwa, kama unakufuga samaki, tulipewa samaki pewa mpaka watu wapenda kufuga. Mpaka samaki wanawafuga. Kama kufuga kuku wa nyama. Yaani yeye ukimuuliza vipi na watoto wako akwambia friza ni nyama, krimu, sijui unaendeleza ration ya sasa. Watoto, wewe unafanya watoto yani ni kukua. Maanake leo uko na jamaa kinambia nataka uje kule ule kwa kienyeji. Naambia kuna tena kwa kienyeji.
Manake kuku wa kienyeji ni ule kuku anayekula vitu vya nje. Kuku wa kienyeji ni sura tu, hakika analishwa naye kama kuku wale mwingine, lakini kuku taira na yeye sasa uwenyeji ni kwamba wewe una uhuru. Hivi sasa utakwenda kuku wa kienyeji ana rangi vile ya kienyeji, lakini amewekwa kwenye tundu, analetwa vyakula huko ndani, makemikali huko ndani, kisha unaambia kuku wa kienyeji. Unanganya sasa. Na watoto pia hakuna tena pia watoto wa kienyeji. Jamani, msicheke, hili ndio hakika, kwa sababu huyu mwanamke kama tulivyomsikia daktari, vita vikubwa hapa, wayuhlikal hartha wan nasla, na akatuelezea uzuri Mungu akujaze kheri kwamba hartha hapa ni ile ndio kule nisaukum fatu harthakum. Baadhi yake leo mwanamke hatuko kwenye kuelezea hiyo hartha, fatu harthakum anna shitum ni vipi, lakini si mahala pake hapa, itakuja mahala pake insha Allah taala. Mahala pake wajulikana, kila mmoja ajua pake, lakini mtu mpaka sasa hajajua pake, huyo hana pake. Tukua kaida hiyo. Hata hakuna mtu mwenye shamba anasema kuna mwamba hapa, nitapanda hapa shamba langu, madamu ni langu. Mtu mwachake haulizi, ala, hakuna wema na basi una akili pia. Sasa wanawake wajifahamu. Nimalizie, ndugu zangu, matatizo tulionayo jamii yetu ni wanawake hawataki kujitambua jukumu lao katika Uislamu. Yaani wanawake wamekuwa yatbana kula naifi, kila kinachopigwa kelele wanawake, jamani, lazima muwe hivi, twende. Wanawake watakiwa muwe hivi, twendeni wanawake. Mimi ningeomba picha wanawake tu, haipendezi. Si lazima niweke yangu, lakini haipendezi. Maanake hata mimi mwenye kutoa sasa nitatoka kwenye timing kuangalia wanawake. Tunaona tumeambiaje, kulil mu'minina yaghuddu, na niwape faida. Kwa nini wanaume tukilia twaweka mikono kwenye macho, na wanawake akilia waka mikono kwenye weka mbali? Ninakupa kitu hakika, mwanamke alia, lakini na wanaume tukilia bado tufunge macho, kwa sababu madhambi mingi ya kiume upitia macho na madhambi mingi ya kike upitia kwenye. Hii ni hakika la yakhtalifu biha.